Aya jamani, leo ninataka kuongea kidogo kuhusu mapungufu makubwa katika lugha ya Kiingereza. Yaani kuna mapungufu ambayo yanafanya watu wakate tamaa kabisa kujifunza Kiingereza. Kwa sababu ni lugha ngumu sana na ni jinsi ambavyo unasoma Kiingereza. Hiyo ni shida kubwa. Nilianza kuona hiyo wakati nilipoanza kusoma Kiswahili. Niliona kwamba ni rahisi kusoma. Kila herufi ina sauti ile ile kila mara. Lakini katika Kiingereza haiko hivyo. Hawezi kuangalia neno na kujua jinsi ya kuisema. Ni shida. Kwa hiyo ninataka kuchunguza maneno machache ya Kiingereza. Kwa sababu haya maneno yananisumbua na mpaka leo kuna baadhi ya maneno haya ambayo nikianza kuyaandika mara nyingi simu yangu inahitaji kunisahihisha kwa sababu sijaandika sahihi. Sawa, twende. Kwanza, kuna hii neno hapa. Unaweza kuona R-A-C-E-I-V-E. Unaweza kufikiri labda unasema receive kitu kama hicho. Hapana, ni receive. Sasa hiyo I ilienda wapi? Sielewi. Sawa, tusonge mbele. Hii neno hapa. Okay. F-O-R-E-I-G-N. Unasemaje? Foreign. Foreign. Yani tumetoa G pamoja na I. Hazina sauti. So inakuwa inakuwa F-O-R-E-N. Sijui kwa nini hatuandiki hivyo. Tunaongeza hii I, hii G. Labda ni kwa ajili ya kusumbua watu wengine ambao wanajifunza Kiingereza. Sijui. Sawa, twende. Hii neno hapa. Jamani. Lakini hii si neno ambayo ni inasumbua zaidi. Hii hapa. P-S-Y-C-H-O-L-O-G-Y. Kwa hiyo labda psychology. Hapana, psychology. Yani tunatoa P pamoja na H. Yeah, ni shida. Sawa, hii neno ya mwisho hapa. Hii sijui ni nani ambaye aliunda hii neno. Ni shida kubwa. Sielewi. C-O-L-O-N-E-L. Colonel. Hapana, tunasema Colonel. Yani kama hii. Colonel. Unasoma hii neno kama hii hapa. Colonel. Yani Kiingereza ni shida kubwa sana. Yeah, ni vigumu sana. Lakini nina imani kwamba Mungu anaweza kusaidia watu ambao wanajifunza Kiingereza. Wanaweza kujifunza baada ya muda na kujitahidi, ila kwa kweli Mungu awe pamoja na nyinyi ambao mnajaribu kujifunza Kiingereza kwa sababu najua si rahisi. Si lugha rahisi kabisa. Ni vigumu. Sawa, hiyo ndio yote. Nina matumaini umefurahia hii video.